Ndugu mgeni rasmi pamoja na wenzangu ambao tuko meza kuu pamoja na wakandarasi, habari za asubuhi. Basi mimi nashukuru kupewa nafasi hii. Najua nimeshatambulishwa tayari, labda kwa marefu na mapana nijitambulishe tena upya, then baadaye niweze kuzungumza kidogo. Mimi kwa majina naitwa Dampu Lenzako. Mimi ni mratibu wa kitaifa wa miradi inayoashiria kuzalisha ajira pale Shirika la Kazi Duniani. Shirika la Kazi Duniani kwa maana ya kazi zenyewe au kwa maana ya jina la shirika lenyewe. Pengine mtu anaweza kujiuliza Shirika la Kazi Duniani na wakandarasi wapi na wapi, au Shirika la Kazi Duniani na miundombinu kwa mfano ya barabara na miundombinu mingine wapi na wapi. Lakini Shirika la Kazi Duniani linashirikiana au linafanya kazi kwenye sekta zote zenye viashiria vya kuzalisha ajira. Ndio maana Shirika la Kazi Duniani tuko hapa. Labda niseme tu kwamba nadhani kwa mfano nyinyi wakandarasi tayari nyinyi mmejiajiri. Uongo ukweli? Mmejiajiri, si ndio? Ndio. Kujiajiri ni hatua moja, lakini tunatarajia kwamba nyinyi kama wakandarasi ambao mna kampuni zenu za ukandarasi, tunaamini kwamba mnavyopata kazi, cha kwanza tayari mnakuwa mmejiajiri, lakini pia mnaajiri watu wengine. Kwa maana yake mnakuwa kwenye jitihada za kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwenu nyinyi, lakini na kwa wengine wote ambao wanawasaidia kufanya hizi kazi za ukandarasi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo maana yake ukishakuwa mkandarasi, kuna mambo mengi ambayo Shirika la Kazi Duniani linaweza likashirikiana na nyie kuhakikisha kwamba kwa mfano kazi zinazopatikana zinakidhi vigezo kulingana na miongozo ya kitaifa na kimataifa. Kwa mfano sisi kuna kitu tunakiita ajira zenye staha, kwa mfano decent work. Kuhakikisha kwamba ajira hizo mnazozizalisha zinakidhi vigezo vya kazi zenye staha. Kwa mfano ajira mnazozizalisha zinakidhi vigezo vya mishahara kulingana na miongozo ya kitaifa na kimataifa. Kwa ndio maana Shirika la Kazi Duniani tunafanya kazi kwenye sekta zote ambazo ziko potential katika kuzalisha kazi au ajira. Baada ya kuwa nimesema hayo, labda niseme tu mengi kwa sababu nimeona hapa nimetengewa muda wa kuzungumza, lakini pia pamoja na TARURA. Niseme tu kwamba ILO pamoja na TARURA hasa kwenye huu mkutano tuna agenda moja tu. Tuna agenda moja. Tukizungumzia huu mradi wa kufanya matengenezo ya barabara kwa kutumia jamii, kwa Kiingereza tunasema community based routine maintenance approach. Tunaizungumzia kwa pamoja, lakini hasa ni mwenzangu wenzetu kwa kutokea TARURA utaizungumza kwa undani zaidi, na pengine na mimi nitaweza kukazia na kujibu maswali kutoka kwenu kama atakao vitokea. Baada ya kuwa nimesema hayo, niseme tu kwamba Shirika la Kazi Duniani limekuwa likifanya kazi na wakandarasi kwa muda mrefu. Tunayo programu kwa Kiswahili inasema programu ya kujenga programu ya kuzalisha ajira kupitia teknolojia stahiki. Kwa Kiingereza tunasema Employment Intensive Investment Program, ambayo tumekuwa tukitekeleza kwa muda mrefu Tanzania na nchi nyingine, kwenye nchi zaidi ya 50 duniani. Na kwa Tanzania mimi ndio mratibu wa hii program. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo wa wakandarasi wazawa ili waweze kuchukua kazi kubwa na kazi zenye maana, lakini mwisho wa siku pia waweze kuzitekeleza na kuzimaliza kwa ubora uliostahili na kwa mujibu wa mikataba, ili mwisho wa siku baada ya kumaliza kazi hiyo uweze kupata pia kazi nyingine. Nadhani wote tunafahamu kwamba ukipewa kazi ukaifanya vizuri, maana yake ni nini? Huo ndio mwanzo wa kupewa kazi nyingine kubwa zaidi. Ukipewa tena ile kazi nyingine ukaifanya vizuri kulingana na maelekezo na kulingana na mkataba, ndio mwanzo wa kupewa kazi nyingine. Unajikuta umeshapewa kazi moja, baadaye mbili, baadaye tatu, baadaye nne, baadaye unakuta zimekuwa nyingi.
na hata CV yako sasa inaanza kuwa kubwa. Sio? Kuna dada yetu hapa dada Maida Waziri akikupa historia ya IBRA construction ilipoanzia, haikuanza from nowhere. Sio? Ilianza taratibu na ni mchakato, na mwisho wa siku tunasherehekea mafanikio kwa mfano ya IBRA na mafanikio yake kwa ujumla. Maana yake ni mchakato ambao ulianzia mbali. Kwa hiyo point ambayo nataka nizungumze ni kwamba Shirika la Kazi Duniani limefanya kazi na wakandarasi wengi, hasa wazawa, katika kujenga uwezo na kujenga uwezo katika nyanja mbalimbali, kwamba hata kampuni zetu hizi kuna kitu kinaitwa enterprise development, namna ya kujenga kampuni na taasisi ikakua, ikawa na mifumo, ikaamilika, ikaweza kupewa kazi. Kwa hiyo hicho ni kitu kigezo cha kwanza cha kuhakikisha kwamba hata ukisema leta company profile inakuwa imeshiba, ina vile vitu vyote vya msingi, vigezo vyote vya msingi kulingana na namna ambayo ukuaji wa kampuni, kwa maana enterprise development guidelines inavyohitaji. Kwa maana yake ni kwamba sisi wakandarasi ndio maeneo pia ambayo tunahitaji tujengee uwezo, kwamba pamoja na kujengea uwezo kwenye technical aspects, mambo ya kitaalamu, mambo ya kiufundi, lakini kuna mambo ya setup, organization, modalities, financial management, contract management, vitu vya msingi kuhakikisha kwamba kampuni inakuwa. Ndio vitu ambavyo pengine hasa tunahangaika navyo kwanza, hata kama hatujafika kwenye level ya kuweza kujua mambo ya kitaalamu zaidi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunafanya navyo kazi. Lakini tumefanya kazi na taasisi pia, tunafanya kazi na taasisi mbalimbali kwenye maeneo ya miundombinu, kwa maana infrastructure. Tunafanya kazi na TARURA, tunafanya kazi na TANROADS, tunafanya kazi na taasisi za ujenzi. Kwa mfano kuna taasisi kwa Morogoro, chuo cha ujenzi Morogoro, Institute of Construction Technology. Tunafanya kazi na MIST na wadau wengine tofauti. Lakini pia tunafanya kazi na wadau wengine hasa wanaowezesha mifumo ili iweze kufanya kazi. Kwa mfano PPRA tunafanya kazi kwa muda mrefu, hasa kuhakikisha kwamba elimu ya masuala ya ununuzi wa umma na umuhimu wa ununuzi unafuatwa, lakini pia sheria na taratibu zile zinafuatwa. Kwa hiyo baada ya kuwa nimesema hayo, nirudi sasa kwenye pengine mada iliyotuleta hapa ya kuhusiana na huu mradi tunao ambao Shirika la Kazi Duniani linashirikiana na TARURA kutekeleza. Nadhani kabla sijaingia ndani, nadhani nimkaribishe kwa ruhusa ya mwenyekiti. Sasa niwakaribishe pengine wenzetu wa TARURA waweze kuzungumzia, ndeni baadaye na mimi nitachipi ni huko mbeleni, sababu tunafanya kazi kwa pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Basi kwa ruhusa ya mwenyekiti, naomba basi nimkaribishe Engineer Misa aweze kuzungumza, baadaye pamoja na Engineer Henry Mshana, na baadaye basi kama kutakuwa na maswali ya nyongeza au maoni na mapendekezo na maswali, tutaweza basi kuzungumza kwa pamoja. Asante. Tumpatie makofi. Karibu, tumkaribishe mfunzi wetu kutoka TARURA. Lakini naomba mniazime masikio kwa tangazo hili. Mwenye gari DGQ gari nyeusi 689, naomba mgeni rasmi na wataalamu kutoka sehemu mbalimbali. Kwa jina naitwa Engineer Richard Misa, kutoka TARURA makao makuu. Lakini pia mimi pale nasimamia kipengele cha community based routine maintenance. Sasa kwa kifupi labda nielezee hii CBRM au community based routine maintenance ni nini na nini. Kwanza kwa TARURA pale, kwanza kabisa tunatekeleza miradi mbalimbali inayofadhiliwa na donors mbalimbali, lakini donors mojawapo ni World Bank. Sasa kupitia World Bank kuna program au project inaitwa RISE. RISE ni project, kirefu chake ni Road to Inclusive Social Economy Opportunities. Maana yake tofauti ya miradi yote tunayozoea ya barabara ni kwamba pale tunahusisha shughuli za barabara lakini na jamii husika. Yaani wakati miradi mingine huwa tunafanya
kwamba tunafanya kazi ya barabara zinajitegemea, lakini inahusisha na jamii husika. Yaani kila unachofanya barabara tuzireleshe hofu jamii. Jamii kivipi? Jamii kwa maana ya kwamba fursa zao za kiuchumi wanufaike kupitia barabara hizo, wanufaike kwa kutumia barabara hizo, wanufaike kwa kuzitengeneza barabara hizo, maana yake wapate ajira. Kwa hiyo ndio hiyo road to inclusion social economy. Sasa katika hii project ya RISE, hii project ya RISE ilianza effective November mwaka 2021, na katika project hii ilikuwa ina component 6, yaani ina vipengele 6. Ni project kubwa hii ya RISE. Katika vile vipengele 6 ambavyo ni component, kuna visa component, yaani kama unakuta component 1 ina 1A, 1B, 1C, 1D, na 2 ina 2A, 2B, 2C, 2D. Labda tu kwa kuvieleza haraka ili tupate tu picha ya general ya mradi, au ndio tutaingia sasa kwenye ile CDRM yetu, kwamba katika component ya kwanza yenyewe inahusika katika matengenezo ya barabara na ukarabati wa barabara, na ndio component ambayo inachukua 90% ya finance za bank, ikiwa na contribution ya finance ya Tanzania katika hiyo component ya kwanza. Kwa hiyo ndio ya ujenzi per se, ambao sasa katika component hiyo kuna 1A ambao ni kutengeneza barabara, 1B na yenyewe hiyo ni kutengeneza kabisa barabara, na 1B kutengeneza barabara. Lakini 1A na 1B tofauti yake, 1A inatekelezwa TANROADS, 1B inatekelezwa TARURA, na inafanyika katika mikoa 4. Mikoa hiyo ni Tanga kwenye halmashauri ya Handeni, kuna Lindi kwenye halmashauri ya Wangwa, alafu kuna Iringa, kuna Kilolo, kuna Iringa DC pamoja na Mafinga, alafu pia kuna Geita, kuna halmashauri ya Mbogwe, na ukarabati unaofanyika hapo ni walami. Hiyo ndio component 1A na 1B. Lakini pia kwenye component 1C yenyewe inatekeleza kuondoa vikwazo. Mfano, barabara inapita huko pande huu na upande wa pili unajenga daraja au na karabati pale, yani ndio kuondoa vikwazo, bottleneck improvement. Kwa hiyo yenyewe inafanyika Tanzania nzima, kasoro Dar es Salaam peke yake. Sasa kwenye 1D ndio tunakuja, hiyo inaitwa CBRM. Tunafanya kazi kwa kutumia community based, lakini routine maintenance. Tunafanya maintenance, sio kwamba ni ujenzi. Yaani tumechagua aina fulani ya matengenezo ya barabara, tumechagua aina fulani ya kufanyaji kazi kwenye barabara, lakini kwa kutumia hizo community based. Kwa 1D yenyewe ndo lengo sasa katika kikao chetu hichi. Kwa hiyo hapo nilikuwa tunatoa picha ya kwamba mradi wa RISE na component 6. Hizi component nyingine ni supporting tu, ni kustrengthen, labda kujengea uwezo taasisi 3 na watu wa social na mazingira, kwa sababu hii component ya RISE pamoja kwamba inahusisha jamii, pia haihusishi tu engineer peke yake, inahusisha watu wa mazingira, watu wa jamii, watu wa safety, yaani na vitu vingi ambavyo viko included, kidogo ni strange katika ile normal experience yetu ya utekelezaji wa miradi ya barabara. Component 4 yenyewe ni monitoring and evaluations ya mradi. Component 5 yenyewe ni emergency, ambayo sasa hiyo inategemea kwamba labda kumetokea janga lolote, inakuwa na zero cost. Hapo ndio itatengwa gharama kutoka bank kwa ajili ya nini, ya kutatua hiyo changamoto. Component ya 6 hiyo ni imeongezeka, na yenyewe ni kama bottleneck, lakini ni imeongezeka kwa ajili ya kuimprove hizo, na hii imeongezeka katika hizo 5. Kwa hiyo ndio general ya mradi wa RISE. Sasa tulitoka kwenye mradi wa RISE general kwamba imetokana, gharama yake kwanza ni $450. Hiyo ndio, lakini 50 inachangiwa na Tanzania na serikali ya Tanzania, lakini pesa zote of course ni za Tanzania, na hii imetokana na ushirikiano wa World Bank, ushirikiano
donors wengine ndio wameshirikiana katika kutengeneza pamoja na TARURA na TANROADS imesaidia katika kuweza kubuni huu mradi. Sasa hiyo ilikuwa ni general ya mradi wa rais. Sasa tunaenda kwenye CBRM. Hiyo CBRM ni nini? CBRM kama mnaofahamu ni component 1 ya mradi wa rais. Tunaweka katika component zote zile sita zote. Hii ni kipengele fulani cha mradi wa rais. Na CBRM ni kufanya kazi za matengenezo ya barabara kwa kutumia community, kwa kutumia jamii. Sasa jamii tunaipata katika aina hii. Jamii kuna maana ya kutumia jamii wale watu wanaoishi kule, maanake wale wananchi kabisa. Lakini pia jamii hii tunasema katika ukandarasi ni labor based contractor. Kwa hiyo tuna hii mradi yaani mradi bodo yake au maelekezo yake watakao kutengeneza mradi huu either ni community based contractor au labor based contractor. Kwa sababu nadhani mnafahamu katika hiyo nini registration ya labor based na watu wana register as kikundi na kuna mtu ana register as individual. Kwa sasa hicho ndio kimelenga kwenye nini? Kwenye CBRM. Na tunaposema CBRM una vitu viwili, community based alafu nyingine routine maintenance. Kwa hapo ni jamii, lakini huko kuna kazi za nini za barabara. Aina ya kazi ambazo ziko specifically pale sio zote. Labor based nadhani tunafanya kazi zote. Wakati mwingine ambazo zinaweza zikafanywa na equipment based. Lakini hii imechagua routine maintenance. Haiwezi kwa lengo nitaeleza huko mbele kwa nini imekuwa hivi. Kwa routine maintenance maana yake ni matengenezo ya kawaida kabisa yale madogo madogo ya barabara. Ndio imechagua. Kwa hiyo ndio CBRM. Unadhani mpaka hapo umepata picha ya CBRM. Sasa CBRM ilizaliwa kutokana na experience ya zilizofanyika mbalimbali, initiatives zilizofanyika huko nyuma mbalimbali. Kwa hiyo hii nao kuzaliwa kwake sio kwamba imezaliwa tu, imeangalia je, labor based experience in Tanzania ikoje, imefanyikaje? Kwa hiyo ndio ikazaliwa CBRM hapo. Na lengo hapa manake imeangalia kule ambapo tuliishia kule tukashindwa kupata challenge, CBRM imeangalia kwamba hii challenge tunaiondoa. Unaona? Hiyo iko hivyo. Sasa initiative mbalimbali, mfano National Construction Council wenyewe wale walitrain 97 contractor, labor based contractor katika mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Shinyanga, Morogoro, Mwanza na Michingwea. Hizi ndio experience za labor based kabla ya CBRM. Kwa hiyo tulisoma kwanza labor based experience hapo nyuma. Kwa hiyo National Council walishafanya kitu. Tukaja tena kuna USAID walikuwa na program Kiteto DC, Manyara, Kongwa DC, Dodoma, walikuwa na program hiyo, lakini pia waliweza kutengeneza certificate CBG na wakasajili katika Contract Registration Board. Community based group waliweza kuzaliwa hapa, lakini na pia wakasajiliwa na CRB. Kwa hiyo hizi initiative ambazo zilikuwepo kabla tuziangalia, yani tulipitia kabla ya kwenda kwenye CBRM. Tukaje pia Ministry of Work pia walihamasisha vikundi vya kina mama. Kaja pia TASAFU nao waliweza kutoa kazi kwenye household, yani katika jamii watu wanapoishi wanapelekewa kazi mbalimbali. Kwa hiyo hizi zote ni initiative mbalimbali, lakini sasa kwa nini CBRM? Cha kwanza tulichoona au kilichoonekana pale ni kwamba kuna lack of continuity. Yani kwamba pamoja na hivi vikundi kuundwa, pamoja na hizi initiative kufanyika, lakini uendelevu wa hii kufanya kazi kwa community ukawa kuna challenge. Nadhani yote ni mashahidi hapa, na mimi mgeni rasmi alisema mwanzoni hapo kwamba inaonekana kwamba tunaenda lakini tunakuwa na vikundi vyetu au tuna labor based contractor lakini hamna kazi, hamna uendelevu. Kwa sababu CBRM iliangalia hii kutokana na zile existing experience. Kaja nyingine kuna lack of complementary support, watu hawapati ile
training mbalimbali za entrepreneurship, wanakosa training za managerial, yani kuweza kujiongoza katika kikundi. Ushafungua kikundi, sasa unajiongoza vipi? Yaani unapata ile lack yani hivi vitu. Unaona? Kwa hiyo hii nao ilionekana ni changamoto. Lakini changamoto nyingine, kuna unmet expectations, yani kwamba una target ufanye kazi na unahamasishwa vizuri, fungua kampuni, lakini matarajio ya huko mbeleni inakuwa ni changamoto, upati kazi. Kwa hiyo ni unmet expectation. CDRM imeangalia hivyo kipengele. Lakini pia kuna lack of technical and tendering documents. Yaani yaani inawezekana zipo, lakini tumejaribu kutafuta tupate ile very specific, kwa sasa kuna mkataba au nyaraka mbali fulani kufanya ule mchakato wa manunuzi. Kuonekana kwamba hatuna. Hizo ningetoa mfano. Sisi TARURA tunafanya hii labor base ulewa. Tuna vikundi kama 54 kule. Lakini tukija kwenye document, tunatumia document zile za equipment based, tunatafsiri, tuna mtu tu anaamua anasema anafuta hii, anawapa vikundi. Ambazo sio, yani zile sio specific au hazijaundwa moja kwa moja kwa ajili ya vikundi. Kwa hiyo kuna uwezekano zikawaumiza vikundi au zikawekea ni mazingira ambayo kidogo hata kikundi kinakuwa hakina uhakika. Maana bila mkataba, bila utaratibu mzuri wa kupatikanaji, hata kile kikundi na muunganiko kati ya kazi na kikundi kile inakuwa ni changamoto. Ndio. Lakini pia kuna lack of sense of ownership. Yaani inaonekana kwamba pia katika hizi shughuli za barabara nyingi, hata ukiangalia wananchi, jamii tumechukulia hizi barabara sio za kwetu. Hizi ni za serikali. Ukasema hii barabara tano ni hii barabara serikali, yani watu hawahisi kwamba ni ya kwao, wakati wajua kwamba ni pesa zao wanazochanga. Kwa lack of sense of ownership, hizo zote ndio zimebainika kwenye ile existing experience. Sasa kutokana na hayo yote, objective ya CDRM ni nini? Objective ya kwanza kabisa ni kuweza kuzifanya barabara zetu muda wote ziwe imara, yani ziwe sustainable, ziwe zinapitika kwa matengenezo hayo ambayo tumeyategemea huko. Hiyo ya kwanza. Maana kitu tuna maintain, maana ku-maintain hata nyumba mtu mfano hapa nyumba unapaka rangi, kesho unabadilisha AC, hiyo ni maintenance. Kwa sasa ukiweka hivyo huku unakuwa mzuri, kila siku unakuwa imara. Lakini ukiacha hivyo baadaye inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo ni kumaintain kwa shesi barabara zetu zipo katika hali nzuri muda wote. Lakini ya pili kubwa kabisa ni kuwapa jamii ajira, kuwapa watu ajira. Sababu ina base na community. Kwa hiyo hizi ndio objective kubwa kabisa za nini? Ya CDRM. Sasa hii scope ya CDRM. CDRM target yake, sababu mradi ule wa benki wa rais ulianza 2021 kesho ukamilika 2027. Target yake ni mpaka kufika mwaka huu mwishoni, ambao sasa hivi tumechelewa kidogo, maana bado tuna nafasi ya kuongeza mwaka mchakato kwa kuomba tuongezewe muda wa kumaliza, isiwe 2023 tumechelewa kwa sababu ya maandalizi hapa na pale. Sasa lakini target yake ni kuweza kuhakikisha barabara kilomita 23,000 Tanzania nzima tunafikia. Alafu pia CDRM hii inatakiwa kuhakikisha walau vikundi vya wananchi vya jamii, maana tunasema vikundi ni community, vile walau 46,000 katika nchi nzima au zaidi vinaweza kufanyaje kupata ajira kwenye nini, kwenye shughuli za barabara. Sasa kutokana na hiyo sasa tukaanza initiative, tunasema sasa tunaanzaje? Kwa mwaka wa kwanza ambao ndio mwaka huu unaofuata sasa. Mwaka unaofuata huu ambao 2026, 25, 2026, 25, 26 ndio mwaka wa kwanza sasa. Katika utekelezaji tukasema sasa tutaanza na kilomita 1,400. Na hiyo ni target. Kwa target inaweza ikazidi au usipungua. Tutakuwa tumefail.
Kwa hiyo tulichokifanya tukaweza kuangalia, tukaseti kriteria mbalimbali tuone, je, katika hizo nani kilomita au hizo sehemu ambazo tumependekeza, je, hizo kutokana na hizo activity hizo barabara zipo? Tukazipata barabara za paved, kwa maana zile ambazo zina lami za aina mbalimbali, na zile ambazo hazina lami, na zile nyingine za vumbi zimetengenezwa, zinawezekanika kabisa kufanyika kwa shughuli ambazo zimependekezwa kwenye nini, kwenye CBRM. Na maeneo ambayo, na tukaangalia, je, vikundi vipo? Tulipita katika hayo maeneo ya hii awamu ya kwanza, tukaona vikundi vipo na vina lengo vya kufanya kazi. Changamoto ni kwamba hizo kazi ndio hazipo. Maana tulihofia, tukasema hivyo vikundi vipo. Kwa hiyo tulipita sisi kama TARURA wakati huo, tukaweza kuzunguka katika maeneo yetu tuangalie, je, vikundi vipo? Tuwasiliana na watendaji wa halmashauri, tukakuta vikundi vipo, vinafanya shughuli mbalimbali na viko willing kufanya kazi za barabara. Changamoto tukajiweka mchakato mzuri wa kufanyaje, wa kuunga wao na kazi zetu za barabara. Lakini pia tukasema hayo maeneo ni yapi? Kwa awamu ya kwanza ni mikoa minne ambao tulisema kama tunaanza nayo. Mkoa wa kwanza ulikuwa Tanga, kuna halmashauri ya Lushoto, Pangani na Korogwe. Pwani kuna halmashauri ya Rufiji na Mkuranga. Ni Morogoro kuna halmashauri ya Kilombero na Mvomero. Dodoma kuna halmashauri ya Kongwa. Unaweza ukajiuliza kwa nini hizo halmashauri? Tuliangalia zile halmashauri ambazo zishakuwa na experience ya CBRM. Angalia hapo, Mvomero alishafanya USAID, nilisema USAID pale juu. Kuna sehemu ilitaja USAID kwamba walifanya wale, tuliangalia hiyo. Angalau tukifika pale sisi pamoja kwamba na USAID tunakuta tuna experience tunakapata, afu tunaongezea vitu vingine ili kuboresha hii kitu ifanye iwe tena iwe endelevu. Kwa hiyo katika haya maeneo yote tulopitia, gharama ya utekelezaji wa CBRM, hii ni pesa yetu ya Tanzania ikishirikiana na pesa ya mradi ya mkopo kutoka World Bank. Sasa nilisema kwamba CBRM ile approach yake ilikuwa, unajua hapa tuzungumzie kitu kimoja, mimi inaitwa labor base, ni mkandarasi wa labor base. Labor base kuna shughuli ambazo unaweza kufanya na mkandarasi wa vifaa anaweza kufanya. Lakini lengo sio kwamba tuchukue sasa tuweke labor base, alafu baadaye tuje tukae tena tutafute program nyingine ya kwanza kusema tufikirie sasa labor base wamepani equipment based wamepotea kwenye industry. Ndio tuwarudishe. Sina chotaka muende parallel. Unaona? Muende parallel. Yaani kwamba labor base inafanya kazi lakini isizuie equipment base ifanyaje? Kufanya kazi. Sasa basi ikabidi tuangalie shughuli ambazo hizo zinaweza kufanyika lakini equipment base iendelee. Kwa sababu changamoto inayotokea ikitokea kuna conflict au mwingiliano wa shughuli, moja kwa moja hapo labor base inakufa. Ndio. Mfano wewe kuweza kujenga lami, labor base wanaweza, lakini atatumia labda miezi 6. Equipment atatumia wiki 2. Mimi kama muamuzi pale labda katika ofisi ile au hata serikali, uwezo kaja tu kumshawishi kwa jamani, hapa nimeamua kuweka labor base tutafanya miezi 6. Basi equipment base hiyo kwa atafanya wiki 2. Kwa mwisho wa siku change yana hapo labor base inaendelea kuwa chini. Kwa katika shughuli kama hizo tukasema hapana, hizo tusiziweke, tuachie equipment based. Ili CBRM ipate au community kufanya kazi kwa labor based au community ipate nafasi ya kufanyaje, ya kuingia kwenye utekelezaji wa shughuli za barabara. Sasa naweza nikazitaja hizi shughuli, tusameza tukaa kidogo. Shughuli hizi ambazo ni mfano wa shughuli ambazo tunaweza kusema kwamba ni routine. Kwanza kuna aina ya matengenezo, kuna construction, ujenzi, kuna rehabilitation, lakini kuna maintenance. Tukiacha construction na rehabilitation, hiyo hatuihusishi kwenye CBRM.
kutokana na maelezo niliyosema hapo awali, taachia equipment based ifanye kazi hiyo. Tunakuja kwenye maintenance. Lakini pia kwenye maintenance kuna sport improvement, kuna periodic, lakini kuna routine maintenance na emergency. Sisi tunajikita zaidi kwenye routine maintenance. Sababu periodic na yenyewe ni kubwa kidogo, heavy. Yaani unahitaji pia kuingiliana na vifaa. Ukishaingiliana na vifaa, obvious vikundi au mtu au kufanya kwa kutumia leba inaweza kufanyaje? Yaani itazidiwa tu na itaondoka kwenye, haitaweza kuendelea kufanya kazi hizo. Kwa sasa tunaingia kwenye routine. Kwa ndio maana tukasema community based, ndio huku routine maintenance. Kwa ni maintenance lakini aina ya routine. Hii ni approach ambayo tumeiweka. Lengo letu sisi tunataka hii kufanya kazi kwa labor based kutumia community iingie kwenye utekelezaji au kwenye mfumo na iwe endelevu. Sasa nitazitaja shughuli tu baadhi, mfano usione hata wewe. Mfano, remove obstacle from the road. Kuna gogo limeanguka barabarani. Ili kweli kuondoa gogo linahitaji mtafute mkandarasi wa class 7. Au ukiondoa gogo class 7 hata kosa kazi? Hapana, si ndio? Kwa hiyo hii ni moja hapo. Remove debris from the road reserve. Ile hifadhi za barabara, kuondoa uchafu, takataka. Ni kazi simple sana ambayo inaweza ikafanywa na labor based, inaweza ikafanywa na community, si ndio? Lakini pia kuna clean culvert, kusafisha maculvert, kusafisha madaraja, kuondoa daraja limejaa udongo kule chini unasafisha. Ni kazi ambazo unaweza kuzifanya zikafanyika bila kuingiliana na utekelezaji wa equipment based. Lakini pia kuna clean side draining, limiter draining, cut bush and grass, kata nyasi na bush kwa panga, very simple activities. Kuna kufill potholes in unpaved roads, yani barabara ambazo sio za lami, zina vishimo kwenda kujaza tu udongo na kushindilia. Hiyo inahitaji nini? Na hata labor based ikifanya hiyo activity haitoenda kugombana na equipment based. Sasa hizo kazi zitaendelea na hizi za labor based zitaendelea. Alafu pia tuna fill racks. Kama mnafahamu nyote ni wataalamu wanaosema hizo terminologies, ndio. Kuna grab the edge of the carriageway, kuna repair side slope ya pembeni. Umepata michirizi ya maji. Kweli kuifanyia marekebisho hivi ni kazi ndogo, ndio. Lakini pia kuna repair shoulders, place repair scour checks, clean and repair sign ile pale alama imechafuka kuisafisha. Ile alama imetoka pale kurudishia alama ya barabarani ya 50. Kazi ambayo sio paka tuende kwenye ukandarasi tupate equipment based aje kurudishia. Kwa hiyo hizi zitawaingiza labor based na community kwenye kwenye mfumo na utakuwa endelevu. Kinacholeta sasa hivi shida ni kwamba akili zote zinafanana. Ndio tuliona kwenye kwenye ile existing experience. Lakini pia kuna clear landslide, maporomoko pembezoni mwa barabara. Sawa, udongo umeshuka, lakini hapa tulilimit kizidi sana unachukua equipment based unachukua kama. Lakini kama ile madogo chini ya 5 mita tu yanafanya nini? Yanafanya labor based. Pia kuna minor repairs of structures na nyinginezo. Kwa ziko chache sana ambazo tulisema kwamba hizi hapo zikiwepo community itafanya kazi. Naelewa. Kwa hiyo sasa hivi tumepata picha ya community based and routine maintenance. Hizi ni CDRA model wakati tunaimudi ni CDRA model dharura kushirikiana na World Bank, kushirikiana na TANROADS na wadau mbalimbali. Sasa kuna njia jinsi gani ya kuingiza kwenye mkataba. Maana sasa hapa tulifikiria yote tuliangalia. Unakuta kwamba kuna community based routine maintenance groups, yani vile vikundi. Sababu lengo ni vikundi. Vile vikundi vimesajiliwa na Contractor Registration Board. Vile ni rahisi utaingia mkataba na TARURA. Lakini sasa unakuta vikundi vingi 90% havijasajiliwa na Contractor Registration Board. Option ya pili inaonekana kwamba hawa watasimamiwa na labor based contractors.
Kwa hiyo TARURA ikaingia mkataba na labor based contractor, ambapo labor based contractor atakuwa na fee yake pale, ambayo yeye itakuwa kazi yake kuwasimamia wale vikundi. Labor based contractor sasa ndo anaingia hapa kufanyaje? Kupata ajira ya hii kazi. Kwa hiyo vikundi vitasimamiwa kwa wakati huo vinafanya kazi. Sasa je, swali likaja, hivi vikundi vitasimamiwa mpaka lini? Na kwa nini visimamiwe? Tuliona kwamba tukisema tuvisubiri vyenyewe viingie kwenye nini, kwenye shughuli za barabara, inaonekana kwamba hivi vikundi vitafanyaje? Vitachukua muda mrefu kusajiliwa. Ndio. Sasa ili wewe kuweza kurahisisha shughuli hii, inabidi viingie hivyo hivyo vikiwa vijasajiliwa, lakini vikiwa chini ya labor based contractor. Kuna mtu hapa ataniuliza swali akasema, sasa maana yake vikundi vyote vikishasajiliwa labor based contractor watakuwa hawana kazi? Narudi kuna activity kusoma kwamba hizi activity nilizosoma ni za vikundi, lakini kuna zile activity ambazo zinahitaji skills. Yule labor based contractor anapoingia ule mkataba, kuna uwezekano akawa msimamizi tu moja kwa moja, lakini kuna uwezekano ikatokea shughuli ambayo inahitaji skills mule ndani. Hatutaki ifanye na class 7 ambayo ni very minor, ila inahitaji skills mule ndani, ile vikundi viendelee kufanya kazi ile. Kwa hiyo ile labor based contractor hapa ndo atafanya hiyo kazi. Mfano hizo activity ni mfano patch potholes in paved road. Kupatch ile paved road, kuna patch hiyo na nini, ile barabara inasimamiwa, inalindwa na hao vikundi. Umetokea pale kuna potholes. Ile potholes ni kazi ambayo labor based contractor anaweza kuifanya. Akishamaliza kuifanya, vikundi anaendelea kusimamia, vikundi vinaendelea kulinda ile barabara sasa, kwa kuondoa gogo, kusafisha hivi. Kwa hiyo labor based contractor na community based group wanaendelea kuwa wafanyakazi wa shughuli za barabara. Kwa ndio lengo la CBRM kuhakikisha kwamba labor based contractor wanafanya kazi hapo. Ile approach ya kwanza tulikuwa tunasikia kusema kwamba labda tuweke tuhusu ni contractor, tukasema no, tukiweka contractor hapa itaeleza kabisa hili kwa sababu labor itabidi wafanye makandarasi wakubwa na vikundi. Kwa hiyo hapa lengo ni kwamba kuhakikisha labor based contractor wanafanya kazi, pia na community based group contractors wanafanya nini? Wanafanya kazi. Kwa hiyo hiyo ndio nini? CBRM. Sasa hapo chini ya kufanya kazi kuna aina mbili za kazi, aina ya ufanyaji kazi. Ya kwanza kuna performance based, nyingine kuna volume based. Itakapotokea hawa vikundi tutafanya navyo kazi, hivi tumeona kwamba hili tusisumbuane katika supervision, ufuatiliaji, sababu vikundi ni vingi sana. Wale ni watu ambao ni unskilled, isiwe kazi ni ngumu, wao watafanya kwa performance based. Performance based nadhani mnafahamu maana yake. Maana yake ni kama vile watumishi sisi ambao tunalipwa mshahara kila mwezi. Mshahara wako ni laki labda milioni 8. Lakini kinachotakiwa uwe mtu akija pale katika ile nani umehudhuria ofisini asubuhi mpaka jioni, activity hizi zilizopangwa ndani ya mwezi huu zimekwisha. Kama itatokea changamoto sana, ndio ile unashangaa mshahara ukapunguzwa mshahara. Sasa ni the same, hiyo ndio performance based. Ila tuje kuipima kazi, ngoja tukupa kazi kibita 5. Sasa una 4, hiyo sio performance. Performance based bwana, wewe bwana hii barabara tukukabidhi kwa mwezi huu, hataki tuone nyasi. Unaona hizo performance standard. Hataki kuone takataka. Sasa hatujui nyasi zitakuwa nyingi kiasi gani, zitakuwa chache kiasi gani. Ile ikifika ule mwisho mwezi sisi hatujaona hivyo vitu. Tumekubaliana tunalipana shilingi 10,000. 10,000 hapo jana. Hiyo ni kwa ajili ya vikundi. Sasa kwa wale labor based contractor inakuwaje? Hawa inakuwa tofauti. Hawa ni volume based. Maana yake hawa kazi yao sio za kila siku. Imetokea pale wakati anasimamia barabara zake, kuna activity imetokea, potholes imejitokeza, au structure imepata kikreki kidogo ambacho inaweza kurekebishika. Hiyo maana yake lazima yeye ifuate taratibu wa measurement. Tutapima hii hapa, inahitaji urefu kiasi kadhaa hapa, nenda kafanye kazi. Ukishamaliza hivi tunakuja tunapima umelizika na tekeleza hiyo. Kwa hiyo hizi ndio type ya utekelezaji utakaokuwa katika nini? Katika hiyo CBRM groups, CBG group pamoja na labor based contractors. Sasa nilizungumzia kwamba kuna baada ya kuona hii approach imekuwa hivi,
kule juu tukazungumzia hatuna document, hatuna tendering and contract document, hatuna miongozo mbalimbali ya manuals, hatuna yani kwa maana ya specification kwa ajili ya hizi labor-based implementation, ndio TARURA ikaamua kuingia partnership na wataalamu watatu. Mtaalamu namba moja ambayo ni mbobezi kwenye mambo haya ni ILO, International Labour Organization. Alafu tukaingia na maconsultant wawili ambao wale wanakuwa chini ya uangalizi wa ILO. Hapo mmeshaelewa, ndio. Kwa hiyo sasa katika hatua ambayo tumefikia mpaka sasa hivi, ILO yeye alikuwa anatufanyia technical assistance, tuangalia specifications, tuangalia manuals, tuangalia guidelines, kutuongoza kwa ujumla, na tutakaa naye, tunaye muda mrefu kwa sababu yeye ana experience ya dunia, ndio. Kwa hiyo huyu bwana ILO yeye kashatuletea hizo document. Sasa hivi ndio bado tuko kwenye mapitio ya mwisho kuanza utekelezaji mwezi wa 7. Wa pili sasa ni consultant. Huyu consultant ambaye pia naye anaangaliwa na ILO tukiwa pamoja kushirikiana TARURA, yeye ilikuwa ni kutengenezea hizo tendering na contract document. Hizo document tumeshazitengeneza very simple katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili, na tumezipitia sisi TARURA, ILO wamepitia, World Bank wamepitia, na kwa kuangalia experience mbalimbali ambayo wenzetu wa ILO hawa wanayo kwa ya dunia, sababu hii CBRM kuna maeneo inafanyika huko duniani kama Peru wapi. Sasa zile document kama sasa tushazipitia, na yule consultant ameshamaliza kazi yake, ziwasilisha PPRA kwa ajili nao ya kuzipitia na kuweza kutupatia mrejesho kwamba sasa hapa rekebisheni hiki, hapa tufanye hivi, lengo na zenyewe ziingie kwenye mfumo, aziwe rafiki kwenye mfumo wa NeST ambao unaenda kupewa uelewa hiyo. Lakini pia kuna mkandarasi mwingine tunaendelea naye, yeye consultant sio mkandarasi. Yeye atakuwa ni mtu ambaye kwa kipindi cha mwanzoni mwa mwaka wa kwanza, yeye anatusaidia kwa shughuli mbalimbali zote zinazohusiana na na vikundi, yani ni upande wa vikundi, utaalamu wote unahusiana na vikundi. Lakini wao bado pia wako chini ya kwa sababu partnership yetu ya ILO, sababu yeye anafanya, ILO anatusaidia sisi kwa experience alionayo, kwa bwana huyu anaenda vizuri, huyu tumwone twende hivi, kwa sababu hata TARURA tulikuwa hatuna hiyo expertise ya namna hiyo. Sasa huyo naye anaendelea, na mpaka sasa hivi katika halmashauri 8 tumeweza ku-identify na kupata vikundi 1000 ambao mpaka sasa tunaweza tuna screen, tuanze kwanza na vikundi 300 kutokana na ule mpangilio. Sasa tunataka kila kilomita za barabara, mfano barabara ile za kilomita 30, sisi tumeplan kwamba kuna modo ya kufanya kazi pale, kwamba kikundi kilichoko 0 kisiende kufanya kilomita 30, kwa sababu wale wananchi wana mambo mengi. Unapomchukua hapa unampeleka hapa kilomita 30, maana yake inahitajika usafiri. Siku nyingine akiona ni kazi ngumu sana ya usafiri, na usafiri hatuna hiyo capacity kwa sababu utatoa magari mengi namna hiyo, atakata tamaa. Kwa hiyo hataki kufanya kazi zaidi ya kilomita 5 mpaka 10. Kwa mikataba yao itakuwa kilomita 5 mpaka 10. Na jamii inayotakiwa kufanya kazi ni ambayo iko nearby, yani nearby that road. Kama barabara hii hapa kilomita 5, wale vikundi ambao viko karibu na hapa vinahudumia ile barabara. Lakini pia tukazingatia pia kwamba wale wanajamii wana shughuli mbalimbali, mfano kama za kilimo, wana shughuli zao za kifamilia, hawatofanya kazi kwa siku zote 365. Kwa mwaka mzima watafanya kazi tu walau siku 100. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa mwezi umeshamkabidhi kazi, lakini yeye atachagua siku zake katika huo mwezi kwamba anafanya leo siku moja, kesho afanye, lakini zisizidi maana yake 9 kugawanya kwa ile 100 gawanya kwa ngapi? Kwa mwaka mzima unakuta ni siku 9, labda 9 mara 208, ndio. Kwa hiyo atafanya kazi ili aweze siku nyingine kwenda kufanya kazi shughuli sehemu nyinginezo. Na pia katika huo mkandarasi kwa sasa tutawapa uwezo na hata watu wa TARURA ambao watakuwa
ni wataalamu ambao baada ya hapo watasimamia sehemu nyinginezo, watapewa uwezo, kuwapa uwezo wa watu watawale kusaidia kwa uwezo watakaopewa au mafunzo wanaopewa ni entrepreneurship ya kuweza kujiajiri. Sasa asije akawa hana kazi, kikundi hakina kazi kwa wakati huo, barabara labda haina kazi, kikundi kikafa. Kwa hiyo watapewa mafunzo kwa ajili ya kupata skills mbalimbali za kujiajiri kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo tumezifikia, na kupitia ILO kuja kuongea ILO zaidi, kuna vitu vingi hasa tukategemea atatushauri tutafanya hivi, tutaenda hivi, tutaenda hivi. Kwa hiyo ni nani sasa benefit ya CBRM ni nini? Tulichunguza tukaona kwamba watu walikuwa wanapewa mikataba miezi 3 mpaka 6. CBRM mkataba wake wa chini kwa mwaka mmoja. Hiyo ndio approach ambayo tunaenda nayo. Lakini CBRM itamfanya yule mwanajamii amiliki mkataba, maana sasa yeye ni kama ameingia mkataba na TARURA, lakini ndio mfanyakazi pia katika ile barabara. Kwa hiyo hii tunaona kabisa itaongeza ile hali ya kuona barabara hizi ni za kwetu. Lakini pia katika hii kuna hiyo nilishasema kwamba watapata mafunzo ya technical na managerial training katika hii hatua ya kwanza wa modo, na hata hao wengine watakuwa wanapata hayo mafunzo kupitia taasisi, sababu itakuwa tayari na capacity hiyo. Pia watapata mafunzo nimesema ya entrepreneurship, na hii nyingine wata generate income, kwa sababu tena wanaenda kulipo kupitia barabara ile. Barabara zikiwa bora, wale wakulima wanaweza kufikisha mazao yao kwenye masoko, kwa mwisho wa siku wata generate income wale wananchi kwa kawaida katika jamii. Na hii yote ita-stimulate au itasababisha kufanya labor based contractor and community based contractor engagement katika swala la kuuza barabara pale kugrow na kuwa sustainable. Chengine ambacho ni sio cha mwisho, sio kwamba kwa umuhimu au nini, ni kwamba CBRM imezingatia kwamba watu ambao yani wale wakina mama na watu ambao wana situation ya vulnerability, yani ni criteria moja hapo ambayo inaifanya either labor base au ile kikundi kuwa na value zaidi. Kwa hiyo kikiwepo kikundi cha namna hiyo, lakini cha kawaida kina value zaidi. Kwa hiyo kuhamasisha women na the vulnerable ambao wana capacity ya kufanya kazi, mentally fit kufanya kazi, waweze kufanyaje kuwa engaged na shughuli, isiwe biased. Kwa hiyo hii ndio CBRM kwa ufupi wake, na labda niseme ni dokumenti gani ambazo pengine kwa kuzitaja moja ambazo zilitengenezwa na wataalamu wetu mpaka sasa hivi zipo. Kuna ya kwanza, kuna direct and indirect bidding document, direct and indirect contract document. Nikizungumza direct ndio ile ambayo inasaidia kumpata yule community group ambayo imesajiliwa na CRB. Indirect bidding document ni ile ambayo itafanya kazi kwa labor based contractor kuweza kusimamia vile vikundi ambavyo havijasajiliwa. The same to the contract. Voice documents zote tunazo kwa sasa hivi, tunawasilisha na PRA. Kama wiki iliyopita tukafanya discussion nao, wanafanyia kazi. Nadhani baada ya muda fulani tukaongea sasa tufanyaje ili sasa ziingie kwenye utekelezaji. Consultant nani partner wetu ILO, yeye ametutengenezea technical manuals. Zipo technical manuals mbalimbali za kuweza kusema pale activity una clear vipi debris. Yeye ametutengenezea kwa lugha rahisi kabisa, ambao wewe ukitumia ile ni rahisi kwenda kufanya kazi. Kwa na clear hizi na picha na nini, kaweka kila kitu kwa experience kubwa ambayo yeye anayo. Ametutengenezea pia establishment manual, kwamba kikundi unakiunda vipi, ukiregister zile taratibu zake zimekaaje, na mambo mengi yanahusiana na nini na kuestablish kikundi.
ametutengenezea administration manual, kikundi kinajibisa. Hizi zote ndio zinatumika kwenye hiyo wakati unafundisha skills, yani unamfundisha yeye skills jinsi ya kujimanage. Hizi manual ndio zina guide. Wao wameshatengeneza hizo documents. Na consultant wa IDF yeye kama nimesema ameshasimamia vikundi, na kwa sasa tunaendelea na tunategemea mwezi wa 7 tuanze kazi kwenye hizo halmashauri 8. Ila mwaka unaofuata tutaongeza mikoa zaidi kutegemeana na tutakavyoona. Inawezekana tunachukua mikoa mingi sana. Kwa sababu sasa hivi tunachokifanya, kwa nini tumechukua radi chache? Sababu bado hizi document tunafanyaje? Tunazifanyia sasa ile yani kama kuzipasisha kwamba je, tumetengeneza katika makaratasi, je kule ndio hivi. Kwa hiyo zinaweza kubadilika kidogo, kitu kaongezeka, kitu kikatoka, kuna shughuli ikaongezeka, kuna shughuli ikatoka, kuna mwongozo fulani unaonekana kwamba huu sasa ni kikwazo, ndio tutoe mpaka tumefika mwaka mzima zimeweza kufanyika kazi. Ile tutakayoipata mwisho wa mwaka huu wa kwanza itakuwa sasa ndio final ya kuweza kutumika TARURA, na hata wenzetu wakilizia wakaichukua wakatumia hata nchi nzima. Labda chengine ambacho niseme kwenye hii labor based contractor tunachukuaje kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi kipaumbele kwa huu mwaka wa kwanza, hapa tumepata fursa ya kulala labor based contractors. Wale labor based contractor ambao wako katika haya maeneo niliyoyataja, possibility kubwa sana 90% tukawahitaji kwenye hizi shughuli za kusimamia vikundi. Sababu ukifikiria vikundi zaidi ya 20 katika halmashauri moja sio vichache, ndio maana kama mkoa na halmashauri mbili ni vikundi 40. Kwa hiyo baraka hivyo inahitaji labor based contractor kwa kutosha. Nimefurahi mimi kuona labor based kumbe wapo. Na mtu anasema labor based hamna kabisa. Kwa kupata inform utampata wapi? Wengine ashafungua kampuni, akaona shughuli hamna, akaamua kuweka jalada pembeni. Sasa kumpata yule kujua iko wapi, hapo uende CRB, urudi wapi, umtafute kwenye simu. Pengine mwingine kaachana kabisa na hiyo shughuli. Lakini mimi naamini tunaweza tukaanza hizo kazi kwa pamoja, na miaka inazidi kwenda tukaingia kwenye nini? Kwenye mfumo wa kufanya kazi kwa kutumia labor based contract. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Mpigie makofi zaidi. Nakushukuru sana mwezeshaji wetu kutoka Hero TARURA. Leo hizo nimefurahi kwamba inaonyesha jinsi kwa wote kwa pamoja, sababu kuuliza maswali kwa maswali maana yake tumeelewana. Yaani niangalia maswali nimeweka tumeelewana, hii kitu ambacho nilikuwa wengi hapo katika ile ambayo nilisema ni previous experience, nimezidi kuniongezea previous experience. Lakini hii CBRM wakati tunaianzisha tuliangalia mambo yote. Tuliangalia yani kilichokuwepo, kilichopo ili tuweze kutengeneza kinachokuja. Lakini pia nikasema kwamba tumeanza na halmashauri 8. Lakini sio kwamba zile halmashauri 8 tunataka ndio sasa tumemaliza, tumeweka uwanja kwamba lengo sisi hii iwe endelevu. Kwa hiyo bado kuna uwanja katika hii mwaka mzima kurekebisha yoyote atakayokuja kutokea ambayo yanaonekana ni vikwazo katika kufanya kazi kwa kutumia nini? Vikundi. Hatutaki vikwazo vyovyote katika kufanya kazi kwa kutumia vikundi. Sasa nikianza kujibu swali la kwanza, dada alisema kwamba LBC na CBG malipo yake waje wanafaidikaje? Sisi mwanzo ilikuwa kuna changamoto. Nafikiri swali limetokana hata kutokuwa na mikataba inayoeleweka, kutokuwa na tendering, nyaraka za tendering zinazoeleweka.
kuna wataalamu wetu wametutengenezea hizo nyaraka, na hizo nyaraka zimeangalia hayo, kwa sababu nyaraka ya mkataba maana yake inaangalia utekelezaji wa kazi na mtekelezaji wa kazi. Maana yake mahusiano yenu, huyu anakupa kazi, anakupa kazi, huyu anafanyaje? Anakulipa, ndio hivyo. Kwa hiyo kulipa, tunalipana pesa. Sasa hiyo pesa inaingiaje? Lazima ifike kwa labor based contractor, lazima ifike kwa vikundi. Sasa huyu vikundi anapataje pesa wakati tunasitisha? Kwa hiyo anania idea tulianza nayo ya kwanza pale, wakati naweka ile mnyambulisho wa ile pesa kutokana na ile nyaraka, unakuwa na gharama hizi kwa ajili ya nani? Ya labor based contract. Lakini pia kunakuwa na gharama kwa ajili ya community based contract, visas na kazi itakayokuwa imefanyika. Kwa hiyo yeye labor based contract wakati anawasilisha kuomba malipo, anakuwa na sehemu mbili za malipo. Bwana, mimi kama labor based contractor, kwa kazi hiyo, kazi iliyofanyika ni A, B, C, D, F, G, H. Lakini kwa kazi hiyo mimi fee yangu ilikuwa milioni 800 au milioni 2. Mimi hapo sasa hivi nastahili milioni 3. Unaona? Au milioni 1, labda milioni 1. Alafu na community based group na yenyewe katika hizo activity wamefanya kazi. Mkataba wao mpaka mwaka uishe, labda wanatakiwa wapate kiasi kwa mwezi huu hapa, wanastahili pesa hiyo wakati kiasi fulani au walipo kiasi fulani. Yeye ndio anatuletea sisi kama TARURA pale, na district manager ya TARURA. District manager ya TARURA atakaa pale akipitia na mtaalamu wake. Mtaalamu anaweza kupita mara moja au mara mbili katika kazi ile kuhakikisha je, kinachosema ni sawa. Ni kama treatment based tunafanya. Kama kiko sawa, malipo yanafanyika. Kwa hiyo hili ndio jibu la nini? Hapata kuwa na mwingiliano. Sababu hapa tuliogopa sana kusema kwamba mpe labor based contractor asimamie vikundi kule moja kwa moja. Kuona kwamba yeye mwenyewe tunampa mzigo ambao sasa ni mkubwa kidogo. Kwa hiyo labor based contractor ile yake itakuwa ipo inaeleweka, ile labor based contractor ni kama vile unavyoona consultant na contractor. Consultant ana pesa yake ya usimamizi na contractor ana pesa yake ya usimamizi. Kazi ni moja. Swali la kwanza nadhani nimeliaddress. Swali la pili ilikuwa inazungumzia kwenda kufanya kazi, huwezi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Iko strictly kwenye vikundi zaidi. Lakini kwa labor based contractor sio strict. Ila priority anayepewa karibu. Mfano, wewe uko Morogoro, kazi uko Morogoro, priority itapewa kwanza kwa mtu wa Morogoro. Lakini inaonekana pale katika ile halmashauri ina kazi 20, inahitaji labor based 20. Pale sisi katika mkoa ule tunao labor based na labda 14 au 6 wanaenda pembezoni, wanachukuliwa pembezoni mwa pale nearby labda ni Lindi, Dar es Salaam, ndio. Kwa hiyo tunaweka hivyo kwa maana ya kwamba sasa kuna vitu tunataka kuvipunguza. Mfano, unapomchukua mtu wa Geita kule moja kwa moja aje akasimamia vikundi wapi asimamie vikundi ndani Tanga kwa kuanzia hivi sasa hivi. Na hizi kazi ni ndogo ndogo jamani. Gharama ya usafiri ni kubwa sana. Kwa hiyo yule mtu unawezekana pia akaweka kosti kubwa, akawa na vitu vingi vya nani. Lakini sasa inabidi atoke kule aje huko, sababu tumeangalia kote hapo karibu nia baya yupo, inabidi achukuliwe wapi? Kule. Na kwa kuanzia atuanze na ile competition ya ushindani. List hii hapa tunao na watu wamekuja hapa tunasema tumesikia tunatukasa na labor based contractor. Kwa maana hata hapa tutakuja kuomba industry na kusaidia tupate majina yenu yote tuwe nao sisi kwenye database yetu. Yaani tunatamani tujue labor based wote wa nchi nzima tuwe nao kwenye database yetu. Kwamba wakati tunataka kuhitaji kazi tunapata quotation bwana kuita njoo kuja hapa, angalia hapo, jaza hizo hapo. Tutapita pale katika utaratibu wa manunuzi kwa sheria ambazo zimewekwa na nchi na PPRA na NEST na wapi. Ukifanikiwa ukarenki yako ukapata kazi utajulishwa ni fair maana. Yaani sio kwamba ile tunakuchagua na ndugu yangu huyo, hapana. Wewe hiyo uko alafu nyingine ina swala la ukonsepi
nani kwa wanawake. Unajua pale hatumaanishi kwamba ndio yale niliyosema mara ya kwanza, hatutaki kuingiza CBRM tukaondoe equipment based. Tunataka vyote viende sambamba. Lakini ukweli unaonyesha kabisa hata hapa tukiangalia kwa mama ambao wako kwenye level, nikiangalia kwa macho